majina naitwa Abdallah Hashim Msangi, ni mtaalamu wa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Nataka niongelee kidogo katika swala zima la lishe na uhusiano wa afya ya figo. Natoa mapendekezo ya kupata lishe iliyokuwa bora ama mlo kamili. Mlo kamili ni aina ya mlo ambao unahusisha makundi yote sita ya vyakula katika uwiano ambao upo sawa. Katika kudokeza hapo katika mlo kamili, nataka nizungumzie vitu vichache ambavyo tunatakiwa tuvizingatie sana katika mpangilio wa vyakula vyetu. Kwanza kabisa ni matumizi ya chumvi ya kupitiliza. Tunashauriwa kutumia chumvi kwa kiwango cha wastani, isizidi gramu 5 kwa siku, kwa sababu matumizi ya chumvi ya kupitiliza yanaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya shinikizo kubwa la damu, hivyo kupelekea changamoto ya figo. Kwa hiyo chumvi mbichi ya kuongeza baada ya kupika chakula sio namna bora inayoshauriwa kutumia chumvi. Tunashauriwa chumvi ipikwe iive pamoja na chakula kwa kiasi cha wastani. Lakini kupunguza kula snacks ambazo zimeongezwa chumvi kwa wingi na nyama ambazo zimechakatwa kiwandani, kwa sababu zinatunzwa kwa kuongezwa chumvi ya kiwandani. Kitu cha pili ni kula utomwili ama protini kwa kiasi ambacho kinahitajika. Kwa wagonjwa ambao wapo kwenye hatari ya kupata changamoto ya figo, hususan watu wenye shida ya presha ya kupanda na kisukari, ulaji wa protini ni kitu cha msingi sana kuzingatia ili kuimarisha ama kutunza afya ya figo. Kwa hiyo tunashauri protini iliwe kwa kiasi cha wastani, na protini ambayo tunapendekeza ni ile ambayo inapatikana kwenye mimea na wanyama. Protini ya wanyama tunashauri tumike protini ambayo ina kiwango kidogo cha mafuta, kwa maana ya samaki na nyama ya kuku kwa kutoa ngozi. Jambo la tatu ambalo nataka nihusie hapo ni matumizi ya mboga mboga na matunda fresh. Tunashauriwa kula mboga mboga kwa wingi, walau vipimo 5 kwa siku, pamoja na matunda. Mboga kama cabbage, spinach, matunda kama matango, maembe, machungwa kwa kiasi, na kufanya mabadiliko ili kuweza kufaidika na kuimarisha afya ya figo kwa ujumla. Kwenye matunda, ukiachilia mbali wingi wa madini na vitamins, kuna kiwango kizuri cha antioxidants ambazo zinasaidia pia kuimarisha afya ya mwili kwa ujumla pamoja na kuimarisha afya ya figo. Kitu kingine ambacho nataka nizungumzie hapo ni kupunguza matumizi ya sukari ya nyongeza ama vyakula vyenye kiwango kikubwa sana cha sukari. Kwa hiyo sukari ya mezani tunashauriwa tutumie kwa kiasi kidogo sana. Kitu kingine, vyakula vyenye kiwango cha sukari, soda, lakini pia keki, tunashauriwa tupunguze matumizi yake ama tutumie kwa kiwango kidogo, kwa sababu kutumia vyakula hivi kwa kiwango kikubwa mara kwa mara inaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata aina ya kisukari ambayo ni type 2 diabetes mellitus, ambayo ni miongoni mwa visababishi vikubwa sana kwenye kupelekea shida ya figo. Kitu kingine ni kuchagua mafuta ambayo ni mazuri kwa afya. Mafuta mazuri kwa matumizi ni yale mafuta yasiyoganda kwenye joto la kawaida, mafuta kama mafuta ya alizeti, mafuta ya mzeituni, mafuta ya karanga, mafuta ya ufuta kwa kiwango cha wastani. Kuepuka matumizi ya mafuta yanayoganda kwenye joto la kawaida kama mafuta yanayotokana na wanyama, lakini pia mafuta yaliyochakatwa kiwandani kwa maana ya Blue Band na aina ya mafuta hiyo. Jambo lingine ni kupunguza matumizi ya pombe na kuepuka uvutaji wa sigara. Matumizi ya pombe kupitiliza, lakini pia uvutaji wa sigara, vyote hivi vinaathiri afya ya figo. Kwa hiyo tunashauriwa kuepuka ili kuimarisha afya zetu. Kitu kingine ni kuepuka vyakula vilivyochakatwa ndani ya muda mfupi, fast foods. Vyakula hivi vinakuwa vina kiwango kikubwa sana cha mafuta. Inaweza ikawa ni mafuta ya mimea ama mafuta ambayo yamechakatwa viwandani, lakini vyakula hivi vinakuwa vinaongezwa kiwango cha chumvi cha ziada ili vikae muda mrefu bila kuharibika, hususan nyama za kwenye mapati ama nyama zilizochakatwa kama sausage zinakuwa zina nyongeza ya chumvi. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi mara kwa mara inaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata changamoto, kwa sababu vinaweza vikaathiri presha yako ya mwili, hivyo kupelekea changamoto ya figo. Kitu kingine nataka kukumbushia ni unywaji wa maji ya kutosha kwa siku. Kiwango cha chini cha maji ambacho huwa tunashauri na kupendekeza kwa mtu mzima ni kuanzia lita 1.5 mpaka lita 3. Kwa hiyo unywaji wa maji ya kutosha unasaidia figo kuondoa zile taka mwili kutoka katika miili yetu kwa kiwango ambacho ni kizuri. Kwa hiyo tujitahidi sana kunywa maji, na namna bora ya kunywa maji ni kunywa maji kidogo kidogo mara kwa mara.
Lakini kiwango cha maji kinaweza kubadilika ama kuongezeka, kupungua kulingana na hali tofauti tofauti. Hali ya hewa inaweza ikaathiri unywaji wa maji, lakini namna mtu anavyoshughulisha mwili wake inaweza ikaathiri namna ya maji. Mfanya mazoezi anaweza akanywa maji mengi zaidi tofauti na yule ambaye afanyi mazoezi. Kitu kingine na cha mwisho ni kuwa na hali ya kushughulisha miili yetu, kuwa na hali ya kufanya mazoezi ya wastani ama mazoezi ya kutumia nguvu kidogo kwa wiki. Tunashauriwa kuwa na wastani wa kushughulisha miili yetu kwa siku kati ya dakika 21 mpaka dakika 42 kwa siku, na wastani wa dakika 10 kufanya mazoezi ya nguvu ambayo yatasaidia kuimarisha afya ya moyo na mishipa ya damu. Hivyo basi kuhakikisha tunalinda figo zetu kupitia chakula, tunashauriwa kufuatilia vitu hivi ambavyo nimezungumzia kwa ufupi.